Habari, karibu sana kwenye ukurasa wa Ali Kashmiri YouTube channel kuendelea kufahamu yanayoendelea kujiri ulimwenguni, hususan kwa yale yanayoendelea Mashariki ya Kati. Mimi ni Ali Kashmiri na leo tunaangalia kile ambacho kinaendelea kwenye mgogoro huu, hususan kwenye mlango wa Hormuz, Strait of Hormuz. Ikiwa Iran inaendelea kufunga mlango huu wa Hormuz, je, itakuwa na athari gani kwa ulimwengu mzima kama ambavyo hivi sasa tunashuhudia, na ni nchi gani itaathirika zaidi? Kwanza tuelewe mlango wa bahari wa Hormuz ni nini hasa. Ni eneo dogo la bahari lenye upana wa kilomita 33 tu lililoko kati ya Iran, Oman na Falme za Kiarabu UAE. Ni njia nyembamba ya bahari ambapo takriban asilimia 20 ya usambazaji wa mafuta duniani hupitia njia hiyo. Ni karibu pipa milioni 17 kila siku zinapita katika mlango huo. Mafuta haya yanatoka katika nchi 4 zilizoko kwenye ghuba ya Uajemi, zikiwemo Iran na Iraq, Kuwait na Bahrain, Katari na Saudi Arabia, pamoja na Falme za Kiarabu UAE. Kwa nchi kama Saudi Arabia, Kuwait na Qatar, asilimia 90 ya mauzo ya mafuta kupitia kwenye njia hii nyembamba ili kufikia kote duniani. Lakini je, ni zipi nchi ambazo zinaathirika zaidi kufungwa kwa mfereji wa Hormuz ambao Iran wameshikilia kidete? India inaagiza asilimia 85 ya mafuta yake kutoka nje na asilimia 60 ya mafuta hayo yanatoka Mashariki ya Kati, kwa maana ya Iraq, Saudi Arabia, UAE na Kuwait. Bei ya mafuta nchini India inapanda sana hivi sasa. Viwanda vitafungwa, watu watapoteza kazi na uchumi pengine utayumba zaidi. Taifa la pili ni China. Ndio mwagizaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani. Pipa milioni 10 kila siku, sawa na asilimia 40 ya mafuta hupita Hormuz. Ingawa ina mabomba ya mafuta kutoka Urusi na Asia ya Kati, hayo hayatatosha hata asilimia 20 ya mahitaji yake. Nchi ya tatu ni Japan. Inaagiza asilimia 90 ya mafuta yake na asilimia 75 hupita kwenye mlango wa bahari kuu. Saudi Arabia, asilimia 80 hadi 90 ya mafuta yake huuzwa kupitia hapa. Ikiwa njia itafungwa, uchumi wao utapoteza mapato mengi ghafla, jambo linaloweza pia kuifanya Saudi Arabia kutuma jeshi lake kufungua njia hiyo kwa nguvu. Pakistan inapata asilimia 90 ya mafuta yake kupitia Hormuz. Hata hivyo, Pakistan inaweza kuigeukia Iran moja kwa moja kwa siri au kupitia makubaliano rasmi kwa sababu wanapakana zaidi. Lakini taifa la sita ni UAE. Inategemea njia hii kwa asilimia 72 ya mauzo yake, ingawa ina bomba la dharura linaloweza kusafirisha hadi asilimia 60 ya mafuta yake bila kupitia Hormuz. Lakini ni zipi athari za kimataifa? Wataalam wanaonya kuwa bei ya mafuta inaweza kupanda hadi dola 150 kwa pipa moja, jambo linalosababisha mfumuko wa bei duniani kote na pengine mtikisiko mkubwa wa kiuchumi kwa maana ya global recession. Ukweli wa kushangaza, eneo hili dogo la kilomita 33 lina nguvu ya kutosha kutikisa uchumi wa dunia nzima. Endelea kufuatilia Ali Kashmiri YouTube channel. Kama bado subscribe kupata notification kila baada ya taarifa ambayo tutaipandisha kwenye YouTube channel yetu. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo.